Mtu wa Mungu, assignment yangu jioni ya leo ni kuzungumza na wewe kuhusu jinsi ya kuendelea kulitimiza kusudi la Mungu kwenye nyakati za hatari. Jinsi ya kuendelea kutimiza kusudi la Mungu kwenye nyakati za hatari. Kwa sababu ni hatari sana kama wewe utaendelea kuishi kwa mashaka kwenye hiki kipindi ambacho tupo. Of course naelewa kuna kitu kimetokea Tanzania. Kuna mambo yametokea Tanzania na ni kama watu wengi wamepoteza ujasiri na vitu ambavyo wanatakiwa kuendelea kuvifanya. So tufanye nini? Tukae mkao upi? Naamini kabisa kupitia hii session Mungu atatupa neema tuweze kupata hekima ya kuweza kuendelea kulitimiza kusudi kwenye nafasi ambazo ametuweka, kwa sababu kila mtu atatoa hesabu ya nini alifanya kulingana na nafasi yake. Mtu wa Mungu, natakiwa kujua siku utakaposimama kutoa hesabu ya jinsi ulivyolitumikia kusudi la Mungu, hautakuwa na familia yako, hautakuwa na watu wako, hautasimama na Tanzania yote. Mungu atakuita wewe kama wewe utoe hesabu. Unakumbuka Yesu wakati anawafundisha wanafunzi wake kuhusu ule mfano wa ufalme wa Mungu? Aliwaambia ufalme wa Mungu ni kama mfanyabiashara aliyowapatia watumishi wake talanta. Akampa mmoja 5, akampa mwingine 3, akampa mwingine 1, akaenda zake. Then akarudi akahitaji hesabu. Kila mtu alikuwa anakuja mmoja mmoja, anasema niambie wewe ulifanya nini, na inaamuliwa uende huku ama uende huku. So the same way kwenye ufalme wa Mungu, kuna siku tutatoa hesabu. Yesu akufundisha huu mfano kama anatoa tu mfano, alikuwa anatuelezea ufalme wa Mungu kwa lugha ya mifano ambayo tunaweza tukarelate, kwamba there is a day tutakuja kutoa hesabu ya jinsi tulivyotumia talanta na nafasi ambazo Mungu ametupatia kulingana na vile vitu ambavyo ametuassign kuweza kuvifanya. Kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 1, then tutaenda mstari wa 4 hadi wa 14. Maandiko yanasema, maneno haya ndiyo maneno ya waraka ambao nabii Yeremia aliupeleka toka Yerusalemu kwa hao waliobaki wa wakuu waliochukuliwa mateka, na kwa makuhani na kwa manabii na watu wote ambao Nebukadreza aliwachukua mateka toka Yerusalemu hata Babeli. Mstari wa 4, Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli, awaambia hivi watu wote waliochukuliwa mateka niliowafanya wachukuliwe toka Yerusalemu mpaka Babeli: jengeni nyumba mkakae ndani yake, kapandeni bustani mkale matunda yake, oeni wake, waozeni wana na binti zenu, kawaozeni wake wana wenu, mkawaoze waume binti zenu, wazae wana na binti, mkaongezeke huko wala msipungue. Kautakieni amani mji ule ambao naliwafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo mtapata amani. Mstari wa 8, maana Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, manabii walio kati yenu na wabashiri wenu wasiwadanganye ninyi, wala msisikilize ndoto zenu mnazooteshwa, kwa maana kwa jina langu hutabiri maneno ya uongo. Mimi sikuwatuma, asema Bwana. Maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimizwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu, kwa kuwa nitawarudisha mahala hapa. Maana nayajua mawazo ninayowazia nyinyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nani mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa mioyo yenu wote. Nami nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa. Nami nitawakusanya ninyi nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahala pote nilikowafukuza, asema Bwana, nami nitawaleta tena hata mahala hapa ambako kutoka hapa naliwafanya mchukuliwe mateka. Kusudi la Mungu kwenye nyakati za hatari. Mtu wa Mungu, natakiwa kuelewa nyakati za hatari ambazo pengine wewe na mimi tunapitia kwenye kipindi hiki, ama umewahi kupitia kipindi kingine. Wewe sio mtu wa kwanza na wewe hautakuwa mtu wa mwisho. Iliwahi kutokea, imekuwa inatokea
na kusudi la Mungu linaendelea kutimizwa katikati ya hali zote. Ukisoma vizuri maandiko utagundua watu kama wakina Paulo huwa wanapenda kuwaambia wanafunzi wao wakina Timotheo, mjifunze kuwa tayari kwenye wakati wote, wakati wa ushwari na wakati usio shwari. Kwa nini? Kwa sababu nyakati za hatari zipo, na zinapotokea tunachotakiwa kuwa nacho ni akiba ya kujua namna ya kunavigate kwenye hizo nyakati. Kwa sababu ukweli ni kwamba as long as upo duniani, moja kati ya kitu ambacho unatakiwa kulipa gharama kukitimiza ni kusudi la Mungu, ni kutimiza maono uliopewa, ni kufanyia kazi malengo uliopewa, ni kufanyia kazi ndoto na kwenye nafasi ambayo Mungu amekuweka. Na nacho kwenda kukufundisha hapa, ninaamini kabisa kitakufungua macho yako, kitafungua masikio yako, kitafungua moyo wako na kukupa uhuru wa kuendelea, kukupa uhuru wa kusimama kwenye nafasi yako, kukupa uhuru wa kuendelea kuwajibika na kitu ambacho Mungu amekuassign kuweza kukifanya. So, tutaenda kuangalia kwenye hii story kwa sababu wao watu kilichokuwa kinaendelea kwao kinafanana kabisa na kile ambacho watu ambao wako kwenye nyakati za hatari wanakipitia. Kumbuka hao watu walitolewa nyumbani kwao, wamepelekwa utumwani, na kwa haraka watu wanaweza wakafikiri kwamba Mungu alikuwa amewaacha. Lakini kwa namna ambavyo Mungu amehakikisha kwamba wanakutana na barua ambayo imetoka kwa nabii Yeremia ili waweze kusoma mawazo ya Mungu kwao, hii inaonyesha kwamba Mungu hajawaacha. Mungu hajawatupa. Mungu hajasababisha mabaya awapate. Lakini Mungu anachojaribu kuambia, hata kama mambo mabaya atawapata, still mimi nitaendelea kuwa Mungu wenu, nitaendelea kuwa pamoja na nini, na nitaendelea kutaka kuona mambo mazuri yanatokea upande wenu. So, swali ambalo wewe unaweza ukajiuliza ni kwamba pengine tuchukulie mfano wa kile kilichotokea Tanzania. Je, Mungu ametuacha? Mungu ameruhusu mabaya kutupata? Jibu ni hapana. Mungu hajatuacha wala Mungu hajaturuhusu mabaya kutupata. Unachotakiwa kukielewa ni kwamba kwenye ufalme wa Mungu, Mungu anafanya kazi sana na kanuni ambayo inaitwa the law of shared dominion. Kanuni ya tawala mbili ambazo zinategemeana au kuingiliana. Mungu ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi anasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. So, mambo yote yanayotokea duniani, japokuwa Mungu ana intention zake anazotamani kuona zinatokea, lakini Mungu halazimishi. Ndio maana hata ukisoma kuhusu wokovu, maandiko yanasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hiyo Mungu anaonyesha clear kabisa ni mapenzi yake watu wote waokoke, lakini hakulazimisha watu kuokoka. Kinachofuata mbele kinakuonyesha Mungu anaheshimu maamuzi na vitendo vya mwanadamu. Anasema ili kila amwaminie. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Mungu ameupenda ulimwengu, ameofa njia ya kuokoka, lakini sio kila mtu lazima aokoke. Kila atakayekubali ndiye atakayeokoka. So, kinachowaingiza watu kwenye nyakati ngumu ni maamuzi wanayofanya na vitendo wanavyoamua kuvifanya. Kinachowaingiza watu kwenye wakati mgumu, iwe wakati mgumu kibinafsi, wakati mgumu kwenye ndoa, wakati mgumu kwenye taasisi, wakati mgumu kwenye taifa, chochote kibaya anachopitia mwanadamu kimesababishwa na maamuzi aliyoyafanya na vitendo alivyovifanya. Mungu yupo wakati wote. Whether uwe juu, uwe chini, uko kwenye wakati mzuri, uko kwenye wakati mbaya, Mungu yupo. Na ukimtafuta unampata. Ndio maana unaona wana wa Israeli aliwaambia, japokuwa mko utumwani, mkinitafuta kwa mioyo yenu wote mtaniona. So, tunapata assurance kwamba kitu kibaya kinapotokea kwa watu, haimaanishi Mungu amewaacha, haimaanishi Mungu amewachoka, haimaanishi Mungu amewakimbia, lakini kuna gharama ambayo mnailipa kutokana na maamuzi na vitendo mlivyokuwa mnavitenda. Do you know kwamba Mungu anaweza akawa kabisa ameweka ulinzi wake kwenye maisha yako, lakini kutokana na maamuzi unayochukua na vitendo unavyovifanya, polepole unamlazimisha yeye kuutoa ulinzi wake, na mwisho wa siku mabaya yanakupata.
Mungu anaweza kabisa akawa ameweka neema yake kwenye maisha yako, lakini kwa vitendo unavyovifanya na maamuzi unayochukua, mipango ambayo unaisuka, vitu vingi ambavyo unaendelea kuvifanya, ni kama unaendelea kulazimisha kwamba kile ambacho Mungu ameapa kukifanya kwako aache kukifanya, kwa sababu wewe umeamua kuchukua njia ambayo wewe binafsi unaijua. So we come to a conclusion, tukubaliane kwamba magumu au changamoto au sintofahamu tunayoendelea kuexperience kama taifa, Mungu sio kwamba ametuadhibu nayo, lakini ni maamuzi na vitendo ambavyo tumekuwa navyo. Hivyo ndo vimetufikisha hapa, na tunatoka hapa kwa kubadilisha maamuzi na vitendo vyetu, ndo tunaenda kwenye hatua nyingine. So mtu wa Mungu, naomba uniruhusu nishare na wewe hekima ya Mungu, ni kwa jinsi gani utaendelea kusimama kwenye nafasi yako, ni kwa jinsi gani utaendelea kutimiza kusudi, ni kwa jinsi gani utaendelea kufanya ambacho Mungu amekuassign kukifanya kwa ajili ya watu wako, kwa ajili ya taifa lako, kwa ajili ya ufalme wa Mungu kwenye majira na nyakati kama hizi. Jambo la kwanza unalotakiwa kulitambua ni kwamba maisha lazima yaendelee. Maisha lazima yaendelee. Of course ni kweli hatuko kwenye ukawaida ambao tumezoea kuwa nao. Hatuko kwenye kuna kitu kinaitwa comfort. Comfort sio kitu kibaya. Comfort ni mazoea ambayo watu wamekuwa nayo. Hatuko kwenye mazoea. Ile normal tuliokuwa nayo tumeidisturb, lakini maisha lazima yaendelee. Ukiona hapa, ukisoma kwenye huu waraka, kwenye huu mstari wa 5 na wa 4, unagundua hicho kitu. Anawaambia, jengeni nyumba mkakae ndani yake, kapandeni bustani mkale matunda yake, then oeni wake mkazae wana, alafu mkaozeshe watoto wenu na wao wakazae. Nini namaanisha? Kwamba maisha lazima yaendelee. Though mpo kwenye wakati mgumu, though mpo kwenye kipindi ambacho hamkukitarajia mnaweza kuwa nacho, hamwezi mkafa wote, hamwezi mkakwepa maisha. Maisha lazima yaendelee. Mtahitaji kula, mtahitaji kuvaa, mtahitaji kunywa, mtahitaji kuendelea na maisha mengine ya kawaida, kuzaa na kuendelea kuwepo. So kitu cha kwanza unachotakiwa kukijua, mwana wa Mungu, mtu wa Mungu ambaye unajua una mission, una ndoto, una malengo, maisha lazima yaendelee. Inawezekana umepoteza biashara yako, inawezekana umejikuta kwenye hasara, inawezekana umejikuta kwenye kuumia, inawezekana umevunjika moyo, inawezekana umekosa amani, lakini yote katika yote, you have to understand, maisha lazima yaendelee. Liko andiko moja la ajabu sana kwenye kitabu, nafikiri ni cha Mhubiri, linasema ni afadhali kuwa mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Kwa nini? Kwa sababu kuna tumaini katika watu walio hai. As long as uko hai, you have to know maisha lazima yaendelee. Kwa sababu ukiwa mtu mkuu lakini umekufa, hauna kitu tena cha kufanya hapa duniani. Lakini ukiwa hata kama ni mdogo katika wadogo, hata kama ni wa mwisho katika wa mwisho, hata kama umepata hasara na umeumia katika walioumia, maisha lazima yaendelee. So jambo la kwanza ambao unalipata kwenye nyakati ngumu, kwenye kipindi kigumu, kwenye majira magumu, ni maisha lazima yaendelee. Na tunaposema maisha lazima yaendelee, hatumaanishi kwamba ujilazimishe. Hatumaanishi kwamba ujaribu kuishi kwenye njia ulizokuwa nazo zamani. Kitu cha msingi unachotakiwa kujua ni kuadapt kulingana na mazingira ambavyo yako. Kumbuka watu wa Mungu walikuwa wametolewa nyumbani kwao, wako utumwani. Na utumwani wote tunaelewa, utumwani hakunaga furaha, hakunaga amani. Utumwa wa kipindi hiki sio sawasawa na maisha ambayo tuko nayo sasa hivi. Kumbuka kipindi hiki hata Umoja wa Mataifa haupo. Kipindi hiki unaiongelea hii Babeli ndio ilikuwa dola ambayo imetawala dunia nzima. Kwa hiyo kama itatokea utakatwa kichwa utumwani, ndio unakuwa story yako imeishia hapo, na hakuna mahala ambako utaenda kumshtaki huyo mfalme, kwa sababu yeye in fact ndio mfalme anayetawala dunia nzima. So lazima uadapt. Lazima uadapt, ujue kwamba siko nyumbani, niko utumwani, na hapa utumwani maisha yanatakiwa kuendelea. Kwa nini? Kwa sababu ni afadhali mbwa aliye hai
kuliko simba aliyekufa. So maisha lazima yaendelee, maisha lazima yaendelee. Ndio wao wakawa wanaendelea kujenga, wakawa wanaendelea kulima mashamba, wakawa wanaendelea kuoa, wakawa wanaendelea na maisha ya kawaida. So mtu wa Mungu, I want to guarantee you, tuko Disemba 2025, tutaingia 26, tutaingia 27, lakini kitu cha msingi unachotakiwa kukifahamu ni kwamba maisha lazima yaendelee. Yamkini kuna vitu umepoteza, kuna wapendwa wako umewapoteza, kuna changamoto umezipata, kuna crisis umepitia, lakini mwisho wa siku maisha lazima yaendelee. Na tunaendelea kwa namna gani? Tuna adapt tuna adapt kulingana na mazingira ambayo tuko nayo, kulingana na nyakati ambazo tuko nazo, kulingana na hali ambazo tuko nazo. Maisha lazima yaendelee. Kitu cha pili ambacho tunakiona kutoka kwenye hii situation ambayo hawa watu walikuwa wameipitia ni kwamba msiwahi kuruhusu kwa namna yoyote kupoteza mahusiano na Mungu na kupoteza ibada. Kwa nini? Kwa sababu kitu ambacho adui huwa anapenda kukifanya kwenye maisha ya watu, adui huwa anapenda kuwakandamiza watu to the level mfike point uanze kuhisi Mungu amekutupa, Mungu amekuacha. Na unapofika sehemu ukapoteza tumaini kwamba Mungu amekuacha, Mungu amekutupa, itakufikisha sehemu umchukie Mungu, na hutaishia hapo, utajichukia hata wewe mwenyewe. So ni hatari sana kufika sehemu kama hiyo. Kwa hiyo usiwahi kupoteza ibada, usiwahi kupoteza mahusiano na Mungu, usiwahi kupoteza kumwamini Mungu, usiwahi kupoteza kumtegemea Mungu kwa namna yoyote. Kwa nini? Kwa sababu ukweli ni kwamba Mungu yupo. Ni wewe tu ndiye ambaye unaweza ukakubali kushawishiwa na uongo wa adui na uongo wa mazingira kuhisi kwamba Mungu amefumba macho, Mungu amelala. Hapana, Mungu hajawahi kufanya hivyo. Anasema mwenyewe kwenye maandiko kwamba mimi sisinzii wala silali wala sichoki. Alafu kuna maandiko yanasema Mungu habadiliki. So if God yuko always alive, yuko always hivyo, hajawahi kuchoka, hajawahi kusinzia, hajawahi kulala, basi hata kwetu hajawahi kuchoka, hajawahi kusinzia, hajawahi kulala. So kitu cha msingi unachotakiwa kufanya ni kujua kwamba kama ndani ya moyo wako umeshaanza kushambuliwa kimawazo, kifikra, kuanza kupata idea kwamba pengine Mungu amekudisappoint, pengine Mungu amezingua. No, nataka nikuhakikishie mtu wa Mungu, Mungu hajazingua. Kwa nini? Kwa sababu Mungu huwa hashiriki kwa namna yoyote kusababisha mabaya yawapate watu. Liko andiko linasema Mungu hajaribiwi na yoyote, na yeye mwenyewe hamjaribu mtu na mambo mabaya. Never ever. Sehemu pekee ambayo Mungu amesema ni jaribuni na yeye alionekana akimjaribu mtu ni kwenye swala zima la utoaji. Alisema ni jaribuni kwa zaka zenu, muone kama sitafungua madirisha ya mbingu, na yeye alimjaribu Abraham alipomwambia nitolee mwanao Isaka. So Mungu hajawahi kumjaribu mtu na mambo mabaya. Kwa maana hiyo ni kusema kwamba Mungu hahusiki kusababisha mabaya kuwapata watu. Kama mabaya yanawapata watu, kilichosababisha ni ile kanuni ya the law of consequence. Kila matukio yana chanzo chake na kila chanzo kina matokeo yake. So kuna matendo na kuna maamuzi ambayo watu wanayachukua, wanayafanyia kazi kwa muda mrefu, na mwisho wa siku yale matendo na matukio yanawapeleka watu mahali ambako wamefikia. So Mungu hautakiwi kumkatia tamaa. Kwa hiyo usiwahi kukoma kumuomba, usiwahi kukoma kusoma neno, usiwahi kukoma kuendelea kutengeneza mahusiano na yeye, usiwahi kukoma kuendelea kumpelekea haja zako. Na kitu cha msingi ambacho nimekipenda kwenye hili andiko, anasema utakieni huo mji amani, kwa sababu katika amani ya huo mji na nyinyi mtakuwa na amani. Kwa maana nzima ni kuendelea kuomba kwa ajili ya territory ambayo wewe unapatikana. Kwa mfano kipindi kama hiki ni kipindi ambacho wewe ukiwa mtu wa Mungu unatakiwa kuinua maombi yako tena na tena kwa ajili ya Tanzania. Jifunze kuombea taifa lako, mtu wa Mungu. Jifunze kuombea watu wako, jifunze kuombea vitu vinavyokuhusu. Kwa nini? Kwa sababu kadiri ambavyo hiyo sehemu, hiyo nchi, hilo taifa linaendelea kuwa salama na wewe uko salama. Likichafuka na wewe umechafuka. Kwa hiyo
usiwahi kupoteza ibada. Jambo la 4 ambalo tunaliona kutoka kwenye hii story ni kwamba mabadiliko yanakuja, lakini huwa yanakuja hatua kwa hatua. Ukisoma kwenye mstari hapa, mstari wa 10, Mungu anaonekana anawaambia kwamba hamtatoka Babeli mpaka umetimizwa utumwa wa miaka 70. Maana yake nini? Ni kwamba yamkini hawa watu wangeweza kutamani kutoka kwa haraka, lakini Mungu anasema hapana, mtakaa kwa miaka 70. That tells kwamba kila jambo linalotokea lina interval yake ya time ambayo litaendelea kutokea. Yaani lina majira yake fulani ambayo linaweza likatokea. Na jambo moja la hatari ni pale ambapo wewe unaweza ukaingia mstari wa mbele kujaribu kuharakisha au kufupisha majira ya kitu. Hapa duniani kuna majira kwa ajili ya kila jambo na kuna muda kwa ajili ya kila kusudi. So kwa wana wa Israeli ilichukua miaka 70 kukaa Babeli. Sijajua hiki kipindi kigumu tutakaa kwa miaka mingapi. Sijajua, pengine wewe unapitia nyakati ngumu as individual. Sijajua, pengine familia yako inapitia kipindi kigumu, lakini kila jambo lina muda na lina majira. Kila jambo lina muda na lina majira. So kitu cha msingi ambacho tunatakiwa kujifunza ni kustadi majira, ni kustadi muda. Kwa nini? Kwa sababu majira huwa yamebeba neema fulani. Kwa mfano, nitakupa mfano mmoja mzuri kabisa. Unapoongelea kipindi cha kilimo, huwa kuna majira ya kupanda. Kuna majira ya mbegu kuota, kuna majira ya kuvuna. Ikitokea ulimiss majira ya kupanda, ukaja kupanda majira ambayo wenzio ndo mbegu zinaota, unaweza ukapanda, lakini kuna hatihati vile ulivyovipanda visikue vizuri, au ukaja ukakutana na crisis kwa sababu umeenda kinyume na majira. So kuna majira ya kila jambo, kuna majira ya kila jambo chini ya jua, kuna majira ya kila jambo chini ya jua, kuna majira ya kila jambo chini ya jua. Kwa hiyo nyakati ngumu vile vile ambazo tunaweza tukajikuta tumeingia, either kwa makosa yetu, either kwa makosa ya watu wengi ambao wamewatenda, either tu kwa sababu nyingine ambayo tujaijua. Hicho kipindi kitakuwa na interval ya muda, na ndani ya hiyo interval ya muda kitakachotusaidia tuweze kutoka kwa haraka ni kujua nini cha sahihi cha kufanya ili kuweza kutoka na kuelekea kwenye kitu kingine. So mabadiliko yapo, mabadiliko huwa yanatokea, lakini mabadiliko huwa yanatokea in the length of time. Na kitu ambacho huwa kinachochea mabadiliko yaweze kutokea vizuri kabisa ni watu kujifunza nini sahihi cha kufanya within a given time. Kwa sababu mambo ya Mungu huwa anawapa watu muda kwamba okay, fine, mmekosea, so kuna huu muda, tunawapa neema ya kuweza kurekebisha mambo. The question is, wewe na maisha yako, wewe na utumishi wako, wewe na kusudi lako, wewe na mission ambayo Mungu amekuassign, could you use your time effectively ili uweze kupata matokeo yanayotarajiwa, uweze kurudi kwenye ubora wako, uweze kurudi kwenye mahala pako na kuendelea kupata matokeo kama ilivyotakikana. Na mwisho wa siku, kitu cha mwisho cha 4 ambacho tunakiona ni wewe unatakiwa kuendelea kupatikana na kusimama kwenye nafasi yako. Mtu wa Mungu, kama ambavyo nimekuambia mwanzo kwamba hekima ya Mungu na namna ambavyo protocol ya ufalme wa Mungu inavyofanya kazi ni kwamba kila mtu atabeba wajibu wa maisha yake. Kila mtu atabeba wajibu, atabeba dhamana ya maisha yake. So utapoteza sana nafasi kama utakumbuka vitu vyote, then utasahau role yako ambayo Mungu anakuhitaji na anakutegemea uweze kuiplay. So hakikisha katika vitu vyote unavyovifanya unasimama kwenye nafasi yako, unatimiza kusudi, unafanyia kazi neema ambayo Mungu amekupa, unafanyia kazi maono ambayo amekupa, na mwisho wa siku
tunamtukuza Mungu wetu kwa kufanikisha kile ambacho ametufanikisha. Naomba nikusomee mstari wa 11, wa 12 na wa 13. Anasema, maana nayajua mawazo ninayowazia nyinyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Hili ndio neno ambalo napenda kukuachia. Mungu ataonekana ikiwa utamtafuta kwa moyo wako wote. Kwa hiyo sikushauri mtu wa Mungu kipindi kama hiki uendelee kukata tamaa. Sikubaliani na wewe uendelee kuwa unaishi kama aliyechanganyikiwa. What I'm trying to challenge you ni kukwambia kwamba God is there with you. Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu yuko upande wako. Mungu anakusikia, lakini unachotakiwa kukifanya ni kujua maisha lazima yaendelee. Una responsibility ya kuendelea kusimama na Mungu wako. Una responsibility ya kuendelea kufanya kazi za kiuchumi, kazi za biashara, kujenga nyumba, kulima. Una responsibility ya kuendelea kumtafuta Bwana na kuomba kwa ajili ya taifa lako na watu wako, na una responsibility ya kuendelea kumtumaini Bwana kwa sababu Mungu hajawahi kukuacha. Be blessed, mtu wa Mungu. Nina uhakika kuna kitu utakuwa umevuna. Thank you so much kwa kuweza kuwa nami. Tukutane kwenye session nyingine. Endelea kubarikiwa.